Yesu, haleluya. Unashuka chini unamuinua Yesu, haleluya. Twende namna hii. Unamtoa Yesu chini unamweka kati alafu unamuinua, haleluya. Wapi shangwe na vigelegele? Piga hiyo makofi namna hii. Nataka wimbo unasema katikati ya miungu, haleluya. Katikati ya miungu jamani. Weka sasa mkono wako tu namna hii. Nataka utapu ya anointing namna hii. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. 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 Katikati ya waimbaji wote sijaona aliye kama wewe. Katikati ya wachungaji wote sijaona aliye kama wewe. Mungu 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 kama wewe. Weka hiyo kitambaa yako hewani namna hii. We have to celebrate Jesus, hallelujah. Nataka tuone namna hiyo. Celebrate Jesus. Wapi wacharuo ndani ya nyumba ya Bwana, haleluya. Wapi wachaka? Wapi wacharuo? Nataka udozi kama charuo chooni, haleluya. Unaenda kama baba kidogo na maringo kidogo. Nataka uende kicharuo kidogo. Enda kama mzee Laila.
Wapi wana wefwe? Tuko ndani ya nyumba. Hallelujah. Amen. Wana wa Ingo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wapi Muruya ndani ya nyumba? Tuko. Hallelujah. Amen. Kelele ya Muruya ndani ya nyumba. Amen. Nataka hapo uende na maringo kidogo. Kwa namna hii.
tunapoambia tu Bwana, zungumza na Bwana, maana dakika chache tu mtume anakuja. Na nimesema ya kwamba this dose ndio itakusaidia wiki yote mzima. Kama vile Mungu amekuwa mwaminifu na tangu asubuhi amekuzungumzia. Ni ombi la moyo wangu mjioni ya leo, hilo neno ambalo Mungu anaenda kuliachilia juu ya anga yako, hilo neno ndilo litaenda na wewe hadi Jumapili because of God. Ambia tu Bwana, God speak to me. Niko tayari kusikia kutoka kwako. Simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili ukiwa kwa ishara tu ya kusurrender, kumwambia Bwana, ongea na moyo wangu. Sema tu neno moja tu Bwana, na maisha yangu yatabaki sawa tena kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Fungua tu kinywa chako, mwambie God, nena pamoja nami kwa jina la Yesu Kristo. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana, zungumza na mimi kwa jina la Yesu Kristo. Father, we thank you. Bwana, asante maana wewe ni mwaminifu. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku wewe, kila siku wewe, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku wewe, kila saa, mwaminifu Bwana. Oh, kila siku wewe, wewe Mungu ni mwaminifu. Kila siku wewe ni mwaminifu. Kila saa wewe ni mwaminifu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye baraka, mwenye ushindi. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi. Ishara zako za utukufu, ishara zako za nguvu na miamba yako na miale yako imetumulika. Unasema wewe ni Mungu. Tunainama pamoja na makerubi, tunainama pamoja na malaika, tunainama pamoja na uwezo wako kusema wewe ndio unastahili. Utukufu ni wako. Wewe ni Jehova Shalom, maana wewe ni amani yetu. Wewe ni Jehova Elohim, Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Jehova Rafa, unayetuponya nyoyo zetu, mili yetu na maisha yetu. Twanyenyekea mbele zako, twakutukuza. Jina lako litukuzwe Baba, na ufalme wako uwe pamoja nasi. Tuongoze kwa yote, tuongoze kwa njia zetu zote. Tuongoze maana wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye kusamehea, mwenye kubariki, mwenye neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo zote ni zako. Mungu mwenye kuumba mbingu na kuumba dunia, yote ni yako. In Jesus name we do pray. Amen. Thank you. You may be seated. Mumekunywa chai? Yeah? Mumekunywa? Kunywa vikombe ngapi? Ile kubwa. Daddy, noto la ndo kama udumako. Olero ugu. Yes. Wale walituahidi pesa ya huyu mzee, inua mkono juu. Mumelete? Mumepatiana? Wamekupatia? No, wote waambie, wote watoe haraka haraka. Simama tu waambie. Because we need to start his business in the course of the week. Hii wiki kabla ishe ambayo tumeingia, we will start the business. Kwa hivyo make sure today before you leave, if we had pledged, wacha tupate hizo pledges zako ndio tumwanzishie biashara yake aanze. We are ready to start. Then ndio tuchukue mtu mwingine mmoja tumsaidie. Si ndio? Si ndio tulisema every week. Angalia sasa delay yenu tumesema hii wiki hatutapata mtu, because we must finish the business first, then we get into another business. Na kuna biashara nyingi nataka kusaidia tufungue. Kuna nyingi nataka ni connect hata za ngambo za Kenya ngambo. Kuna mama ako Turkey anataka kushikana na mtu awalete manguo. Lakini sasa tutaenda in processes.
si ndio? Na usikuje wewe mgeni, nataka kuongea na wale wako eti kwa sababu umesikia tunasaidia, unataka kukuja na usaidiwe leo. Utakuja ukae chini, tukae na wewe, sababu laini ni kubwa, si ndio? Sasa wewe umekuja leo ati ulisikia kwa Kameme nasaidiaga, ati nakuja nisaidie. Sasa hata sio tumie tu akili tu kidogo uone. Kuna wengi wanaweza kuwa wamekuja mbele yako, si wewe tu ulisikia, walisikia wengi. Sasa nataka usema umekuja leo, sasa wewe tukusaidie. Huyu alikuja jana, tuachane na huyu tukusaidie wewe. Tumia tu majira kidogo. Unajua kuja utulie, tuendelee tukisaidia pole pole. Sasa tunafanya mtu mmoja per week. We want to have 10 people per week. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatafuta donors na partners wengine ambao watatusaidia from outside, ndio tupate watu wengi. We change people. We change as many people as possible, as quickly as possible. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe ambaye umeenda huko umesaidiwa, tumekusaidia, hata kama tulikusaidia na kitu kidogo, kuja useme asante. Kuna yule mzee walibarikiwa, walikuwa na ukoma. Mmoja tu alirudi. Na wakati alirudi Yesu alimuuliza, where are the others? Hakuwa anajua kule walienda. And the Bible says, and this man was made whole. Ndio. And this man was made whole. He was, kwa hivyo wakati ukoma uliotoka, they were not yet whole. Lakini aliporudi, he was made whole. Alikamilika. Kwa hivyo kuja kusema asanti, kuna kukamilika kwingine kunafanyika. Hata kama kuna mtu alituabiria tutaenda kufungua nyumba na hajatupeleka, tunangojea tu. Tuliambiwa tete. Ateke. Atedoi. Nikieka. Tukamake. Wirega thibitarĩ rĩ? Nacokire magũthondekire piũ? Sawa. Ngai nĩ akũra. Aca ndĩũtuaga tarĩ itherũ. Ndĩenda wambe ũhone, nĩngũkũigĩra. Niĩ nĩ ngũkũigĩra. Wewe ndũrĩ wa komiti. Wewe wakwa. Piũ. Huru. Wewe ndiko gũtwara kwa komiti. Wewe wakwa we. Retiguo. Ndio na mũthuri ũrĩa anyerokete ta karĩithi. Na mũno anyerokete. Nginya magego nĩ maranjirie kũmera. Wewe ni akĩte namo. By the way, ni mũrĩhire cai? Tahe mbeca cia cai. Mbeca cia cai. Wewe lia. 200, 300 lete. Harakisha, rudi kwa mfuko. Coka mũhuko, nĩ ndĩramenya harĩa ũrenda gũcoka. Coka mũhuko. Rudi tu hapo kwa phone. Tusaidieni, tulipe hiyo bili ya chai. Ulisema utanipatia. Lete. Najua mnataka nisahau ndio. Na ikibeti kama hii ya gold inakaaga na magold tu. M-Pesa. Okay, tuma M-Pesa ni 2,000. Wewe utatuma na M-Pesa? Ama unaleta cash? Acha niende kwa tajiri yangu hapa. Tugeshoka shokia magoro na kauka na urenda. Jero ati ni ndirajirie. Acha. Lete. Ndehe noti ĩrĩa ĩngĩ ya kudigia ici. Ngiri. Hakĩndora na ũru. Mbeca. Urenda kũnyihia kĩrathi nona? Good. Pigeni makofi. Andũ ta nĩo tũrenda.
Rehe magana merĩ. Rehe igana rĩmwe. Ndĩrarega gwĩtio iga ngiri nĩkĩ? We rehe 50. Kai. Ndũkaga. Andũ a thimũ maratũma ngiri. We, mũkũrinũ. Etia mothe. Nĩona mbeca we kana ũthiĩ kaimwo irio mũciĩ. Kakai nĩ mwega. Rehe mbeca. Mothe rehe mbeca. Rehe mbeca. Anaka. Unatoaga mingi ukikaa na mdosi kama huyu. Lete. Wewe lete pesa. Tuma na 1,000. Kutuma ni 1,000. Kutuma mtu. Sikubalishi mtu atume. Unajua mtu unaona ameweka pesa kwa kibeti, kwa simu ni mingi. Wewe nasi wewe. Nani mwingine anajisikia? Uko na joto ya kutoa? Uko naye? Ama umetuma? Leta. Ani wasimu ama ni wakashi? Toa haraka. Ukuwa kiongozi kwa kanisa ni gharama. Thank you. My brother, what's your name? Prince. Tukimaliza unione. Ukuja kwa ofisi yangu. Wewe. Leta. Nisi kuoneka. Lilian. Lemanto, ngua miguu. Leta pesa. Wewe unipatie. Wewe leta pesa. Yaani ungekona kanithangi mana uko kuinirira kuiniria mutwere. Rohara ugate. Miarega na mbeca. How are you? What's your name? Alex, Leta pesa. Kakukuonete. Baba. Na urekate. Leta pesa. Ulitoka tagiki kiagete kuruta biashara. Leti yo. Nani mwingine ako na pesa na anasikia hajaitishwa, ameagusha, yani ni kama naona ni kama na mudharau. Sijamuitisha. Wewe dale pesa. Sasa unataka rangi nyagweti. Yani mtu kama huyu ati lazima nimgoje mpaka nimuitishe diato. Tajiri kama huyu. Yes. Kakwena rugari mwingi. Hesabu. Thank you kwa kunisaidia kulipa. Hata yako biru yako italipwa. Sema Bwana, sema amen. Bili zako zote zitalipwa. Hivyo umelipa hiyo biru. Nataka tukuze, tutengeneze, inaitangwa sio chana ile mfuko ya Dorcas na ingine. Nataka tutengeneze fund. Ndio kila mtu awe anakunywa chai. Leti kuweka. Tutengeneze pesa ikue. Tutengeneze pesa ikue ndio kila mtu anafanya nini? Anakunywa chai. Next time tutengeneza madasi mkubwa mzuri kama ile ya Dodori kwa Kioko. Next time tutapata chakula. Niko na vision kutakuwa na restaurant yetu kubwa. Ni ngapi? Patia Ani Kagwema. Biri yangu ilikuwa pesa ngapi? 5,000. Chai hiyo yote ilikuwa 6,000. Kato Intercontinental. Nitakuongezea ingine basi. Usijali. Ambia mwenzako when God decides. Sio nimesema ambia mwenzako, si uniambie. When God decides. If he has decided, it is going to happen to come to happen. Mungu kama amesema lazima itafanyika.
That is now when God decides. And I want to tell you today, God has decided. Any problem you've been facing in life, it has come to an end. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni kwa nini Mungu ameniambia nikwambie tu hivyo. Na ameniambia imeondoka. Hata kabla sijaanza kuhubiri, ishaondoka. God has heard your prayers. God has heard changes in your life. It will never be the same again. God has lifted you. So, it is very important for you to understand this. That God makes decision. Na decision ya Mungu ni final. Mimi naweza kuwa nisema hutaweza, lakini Mungu alisema utaweza. So yangu hakuna mahali itafanya. It will not work. God has done it once again. So I want us to look at this in the book of Samuel. 1 Samuel chapter number 16. And tutaangalia vitu kadhaa hapo kidogo. God tells Samuel to go and anoint a new king. 1 Samuel chapter number 16 verse 1 to 3. Ama tutaendelea mpaka 10. Then we shall be looking on a few things ambazo zitatusaidia kuona kweli Mungu has done it. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna okay, thank you. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utaendelea kumulilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa nyumba ya Yese Mbethlehemani, maana nimejipatia mfalme katika nyumba hiyo. Akamwambia, for how long you are going to cry because of Saul? I have rejected him. So the decision here, it is Saul had already been rejected. So even if uendelee kulia, even if uendelee kuomba, even if uendelee kufanya whatever you do, it won't change. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God has said it. Amesema ya kwamba this will happen to you. This will go, will be there. Mungu amesema, amebadilisha the way of your thinking. Mungu amesema nimebadilisha the way they see you, because they have always been seeing you kama mtu wa kuobaoba. Wamekuwa wamekuona kama mtu ambaye you have no future, you have no dimension of life. But God has said, familia yenu ilisema osho gutire kodu agethie. Watu kazini wamesema huyu hawezi. Hospitali madaktari wamesema it is written off. Gari yako imesema it is written off. But in heaven it is not yet written off. God has written you on. Akamwambia, for how long are you still going to cry? I am telling you, this thing is out, but you are still crying to me. So there are prayers. Kuna maombi tunaendelea kuomba na maombi imekuwa rejected. Hello. Kuna vitu tunaendelea kufanya lakini zile vitu vimekuwa rejected. So even if you cry for, that is why Jesus was teaching us, akatuambia pray, and if you are not answered in the prayer, stop praying. Hello. If you are not answered, kama haupati majibu kwa maombi yako, stop. And do what? Seek from God now. Don't pray. Have a conversation with God. Tell God, why are you not answering my prayers? Just ask him. He's there. God will come and sit. Vuruta kiti, vuruta vitibili. Hii yako na yake. Mwambie mzee kaa hapa. Nikigira tumadurajo kelia mahoya makwa. That is seeking. Wanting to know. That is seeking number one. Going to him, telling him, nidi kukohoya, deda ojire, nike kiragiria, ojo kelia mahoya makwa. You're seeking number one. Number two, Google search yourself. Rudi kwenu nyumbani. Ujiulize, why am I going through this? Jiulize ni kwa nini? Jiulize ni kwa nini familia yenu mzima mumejaribu kutafuta Mungu with all, nothing is happening. The entire family, you are all poor. Nobody can help another one.
Hata kamoja kale kanasemekanaga Mungu bariki mtu mmoja kwetu. Hakuna. So ask yourself, ask your parents, what could be the reason? Ni kwa nini? Jiulize, unapanda, biashara inapanda vizuri. Ikifika maharikwa unaanguka chini. Hiyo si kitu ya maombi. Lazima ulipanda ukaaguka. Leo tena umepanda umeanguka. Hiyo sio kitu ya maombi. Don't pray. Don't wait that. Oh baba rebo shere nina dondoro. No, you are wasting your time. There is a power behind it. Because kama ingekuwa ni kitu ya maombi, yale maombi ulifanya ya kwanza ndio upande, inge sustain. It could have sustained. You are failing something. There is something that is failing you. You are operating under a limitation. Kama umewahi kupanda kwenye biashara, ukafika pale na ukasikia wakati sasa ulianza kukula kanyama na kijiko, na ni kijiko nauma na kisu. Sasa hiyo ndio unajua ulikuwa unashika hivi unatoa. Sasa ikifika ukataka kujua sasa umekuwa na pesa ni mbali, unaanza kukula nyama choma na uma na kisu. Bwana Yesu ndio unaanza kuelewa maisha imeanza kufanya nini. To maisha netu waje kuagera. Twaje kutuweka tuororo. Haleluya. Sasa ukafika mahali hapo, ukasikia uma imetoka kwa mkono imeanguka tunguriu. Ukienda kuinua uma kisu ikaanguka tunguriu. Ukienda kuinua kisu ukatideroka nyama ya yote ikaanguka chini. Kuna kitu kinacheza na maisha yako. Hiyo sasa si maombi. Wachana na maombi, stop maombi. Sasa enenda kwa Mungu, muulize why. Muulize what could be the reason. That is where now you go back to the family. Kuuliza Mungu sio kwenda kwa Mungu kumuuliza kaa chini mzee hapa tuongee, hapana. Kuuliza Mungu pia ni kurudi kwa mama yako. Unamuuliza kwa sababu naona brother yangu wakati alifika 40 years ndio alipata diabetes. Sister yetu ule mwingine alipofika 40 years ndio alipata diabetes. Na nimesikia baba yetu alipofika 40 years ndio alipata diabetes. What is synonymous with 40? What is so synonymous with 40? Sasa unakuja kujua ya kwamba katika familia yenu mmewekewa mpaka ya 40. Hakuna mtu anafaa kufitisha 40 akiwa na healthy. Familia mzima unaangalia, baka unakuta mabrother, baka cousins zenu unakuta the same. Either alipata chronic, unasikia huyu alipata ukimwi at 40, huyu alipata diabetes at 40, huyu alipata cancer at 40, huyu alipata pressure at 40. There is, unakuta the entire family it is at 40. Sasa hapo inakwambia limitation yenu ya kuishi hii dunia ni 40. Sasa ukianza kushikwa na hiyo, unajua you are nearing the end. So unajua kuna kitu. Na hiyo sasa si kitu ati unasema ni ugonjwa medical. It is not medical. Kuna ukimwi medical na kuna ukimwi ya kiroho, spirit. Kuna cancer medical na kuna cancer the spirit. Watu wanaenda tu kwa kaburi ya mtu aliyekufa wa cancer, anachukua hiyo nini? Na ndio unaona wahubiri wengi sisi tumeenda kwa makaburi ya watu walikuwa na anointing. Na watu walikuwa na anointing walikufa na nini? Na cancer. So the spirit nimechukua anointing yake. Kama uliweza kuchukua anointing yake, hata spirit iliyomuua ulichukua. So nikikuja kuwapokeleza na wapokeza nini? The spirit of healing and also the spirit of cancer. That is why cancer is so rampant. Maana pastor mwingine yes alikufa na diabetes. Lakini anointing alikuwa nayo. Elijah alikufa on medical ground. Ama alikufa kwa sababu ya nini? Elisha ndiye alikufa. Elisha huyo mwingine alipada. Elisha ndiye alikufa kwa sababu ya ugonjwa. He was sick, but he was praying for the sick. He was healing, but he died of a disease. So that anointing, the triple anointing that was with this man, ndio tunaidaka kwa kaburi yake kusimama hapo. Tunachukua hiyo anointing. But remember, this man died of a disease. So whatever I'm going to pick from this man, I will pick everything. Nikikuja kusimama mbele yenu, I will be releasing what I picked because I'm operating on his anointing. Ndio naona wale watu wanaendanga kwenye makaburi, hawa wa kiama, waganga na ago na aragori.
wale wanaendanga kuchinjia kurahura spirit ya nani? Ya waliokufa, kurahura ngomi. Umeona? Kwa sababu kwa Wakikuyu, wacha niwapatie tofauti kidogo. In the Kikuyu culture kuna wazee wale wanachinja, wanaitagwo athĩnjĩri Ngai. Kule athĩnjĩri Ngai na ni kule athĩnjĩri ngomi. Aya mekiraga tũkũbia twa black na green ya na uko gĩthũngũri kwa mũndũ ũngĩnjũĩ. Acio metagwo ago, athĩnjĩri ngomi. Muranyita? Acio mathĩnjagĩra andũ arĩa makuire, magetia roho wao. Mokiraga thaa kenda ũngĩmakora nja handũ maikarĩte nja, utawakuta wakiongea. Kwa maana saa hiyo saa 9 ndio ule mtu anachinjiaga anakujaga. Sasa yeye ndiye anamwambia kafanya hivi, fanya hivi, because in the spirit they can see way ahead. Hao walikufa. Mnanielewa? Lakini kunao athĩnjĩri Ngai. They sacrifice because of God. Na ndio tunaitaga athĩnjĩri. Athĩnjĩri ni high priest. Mnanielewa? So those are two different. Kwa hivyo utafautishe wako, utafautishe. But now what I'm saying na kufundisha ya kwamba there are diseases which are spiritual. Therefore, when you find everything is not working, you stop praying, but now you go seeking. Na kuseek, utaseek from your family, utaseek from the community, utaseek from the society, utaseek from the history of the family tree, the bloodline, and all those kind of things. Zitakuambia what kind of a problem you are going through. So hiyo itakuashiria kukuonyesha. Na sasa ukijua katika family line, bloodline, tunakuanga na magonjwa aina hii: diabetes, pressure, chronic diseases, and all manner of diseases that are operating in you. What happens? Now you understand. Huo ndio tunaita mlango. Imefuguka. Sio ungeniambia tu. Hawa wamejua. Imefuguka. Ungeniambia tu shati imefuguka. I am your dad. Dokuonete. Good, ndio na une mwashajirie. Todo korone tene mo hau ni homogia bila kuona. I'm praying and thanking God for this, because huo ndio ulikuwa mlango wa kwangu. Na ni mlango umesumbua hii huduma mpaka ikalemaza kabisa. Lakini nimepata ushindi. Nimepata kwa hiyo line, nimepata ushindi. Kwa hivyo kama nimepita mpaka David amezunguka hivi na wanawake hakuna ameona. Thank God Father, ni thank you Mungu Jehova. Thank you. Hiyo nimepita, niwekeeni tiki. Weka tiki. Mpaka Roda hajaona na ako hapa. Aki simeona. Thank you God. Aki hiyo kitu. Thank you. Hiyo ndio ilinipeleka Kilima, Mount Kenya. Nilikaa 7 days kuomba hiyo spirit iondoke kabisa. Si mimi nimefanya kazi. Si upigie Yesu makofi. Yeah. Lakini kama ingekuwa zamani, ungekuwa unaona macho inatembea hapa kutembea. Nirona muhunjũria kifungo ni kifungo kile na kihingo kilio haria imefunguka tena. Sasa mmeanza kuona hiyo achana nayo iko sawa. So what I'm na explaining, huo sasa ndio kuelewa mlango. Ukijua the kind, kama ujue it is in the blood of the family, sasa mnajua huo ndio mlango wa familia. Shida zenu zinafungukianga kwenye mlango huo. Ukiangalia the family tree, there is a family tree. Kwa mfano tuchukue family tree, lakini tukianza kuhitaji hapa wataleta shida. Tuchukue any family, like now tuseme family A. Utafanya utafiti, utakuta kwao wanakufanga at the age ya 40. In their family utakuta huko the firstborn alikufa at 40. Ukienda kwa kina Wajiko, firstborn alikufa at 40. Ukienda kwa kina Kariuki, sasa ni unaenda kwa cousins na huko, that is what we call a family tree. Ukiangalia the entire family tree, there is a time
inafika ya kifo. All firstborn wamekufa at 40. So you come to understand that is not bloodline, that is the family tree. Sijui wewe shosho. No. Dogoto dubura lege ukire leo. Ukire. Ndio acha lale. Tunamzoea. Wewe tulia. Nyola dubura leo. Mnanielewa? When you get it now from cousins, from uncles, from shoshos, from gukas, ndio bare yanyu, the bare, the bigger clan, that one now is a tree. Now you will understand kule kuna kuaga, kule kuna kuaga, kule kuna kuaga, na kule kuna kuaga. That tree, it now tells you what is operating in the tree, the family tree. Na ukifuatilia utaenda miaka 200, miaka 200, miaka 50, miaka 70. Sasa utajua the entire clan, the entire muherega yenu ndio tree. Sasa utajua kwetu kuna kuaga hivi. Na katika hiyo family tree ndio utakuta kuna kuaga na mudhamaki. Utakuta mtu mmoja, kama sasa tuchukue Kenyatta family. Unaenda Nakuru unakuta mtu wa Nakuru wakina Kenyatta ndio MP huko. Mtu ukienda America, chairman wa watu Kenyan diaspora people, utakuta mtu anaitwa Baresi ya Kenyatta bado ndio amechaguliwa huko. Hawakumchagua kwa sababu ni bare, walimchagua kwa sababu the tree it produces leaders. The same as limitations, umasikini. Utakuta ndani ya familia mzima the tree, kuna mahali huo mti inafikaga at 40, inaanza mazao yote inakufa. Lakini kutoka 20 mpaka 40 wanakuanga wana flourish vizuri sana. Lakini wakifika 40 unakuta wana nosedive. Watu walikuwa na mamilioni ya pesa wanaisha. Watu walikuwa na magari makubwa wanaisha. So those nakuzungumzia sasa, when now you are seeking to understand what is the problem. Na kuunderstand the problem ni kuelewa mlango. Sema mlango. Problem ni mlango. Shetani anaingililianga mlango gani? Magonjwa yanaingililianga mlango gani? So hata ukakuja kuombewa na isemekane mlango huo wenu ulifunguliwa, na kuna yule kiongozi wa familia ndio mwenyewe kufanya hizo vitu za kufungua hiyo milango, hata uombewe hapa na kuwe anatoanga sacrifice kule, haitakuwa na nguvu hapa. Mpaka wakati utainua madhabahu ya kuvuja huyo ambaye anafanya hivyo, ndio kule kukose mtu wa kuservice the altar. Umeelewa? Kwa sababu hautapigana kwanza na madhabahu. Kwa sababu hata upigane na kukue kuna mtu anatoaga ng'ombe kule, anatoaga buzi, yule anatoa vitu za damu, wewe umekuja kutoa pesa, bado yule atakushinda. Ndio nakutanga familia zingine maanko ndio wanaendaga kwa mugaga, kwa sababu guka alikuwaga mugaga. Sasa maanko na maanti ndio wamebaki, ndio wanaendanga kwa muganga. Inahitaji tu mtu mmoja, madhabahu ya guka ianze kufanya kazi. Na guka alikuwa international. Guka alikuwa na service watu wa Uganda, watu wa Mozambiki, watu wa Tanzania, watu wa Sudan, watu wa kutoka. Unajua sio lazima ukue Muganda ndio qualify madhabahu ya mtu ikue ya international. Unaweza kuwa wewe umetoka Uganda, unaishi Uganda, wewe ni Mkenya, lakini ulishafuka mpaka ukaenda Uganda, automatically you qualify to become international. Ukikuja kwa mugaga, madhabahu yangu yameinuka, imekuwa international. Kwa wale ambao tunahudumia kwenye TV, kwenye simu, na wale wamekuja hapa wametoka America, wametoka UK, wametoka Saudi Arabia, wa Kenya, wachana na wazungu, wa Kenya, they have qualified my ministry to be international. Because wao wametoka kwenye inchi nyingine, ardhi nyingine. So wakikuja, maana ile release kwao haitafanyika hapa, itafanyika kule wameenda. Meaning kule wameenda, roho yangu imekubalika, itafanya kazi. Na nikiombea hao na wapone na kazi zao zikuwe nzuri, ni kumaanisha nimekuwa na authority in America. So whoever I will speak to, whatever I will speak, I have an authority in that land.
Kwa hivyo nikituma roho yangu kule inafanya kazi. Sijui kama tunaelewana. Na hiyo sasa ni kitu inakuja na the bloodline na inakuja na the tree. Ndio utakuta mtu kama mimi si kuombewa, niliombewa ndio hiyo kitu ifanyike kwangu. My grandfather alikuwa Maumau. My grandfather alikuwa wale watu wa kuona. Ndio kwa maana aliweza kuorganize Maumau. Alikuwa kiongozi, alikuwa mdhamaki, na alikuwa bado mdomogo, na alikuwa mtu anakuona vision, kioni, mnabii ama ama wengine tunaita kama diviner, whatever it is. That's what he was. So because I belong to that tree. Hello? Because I belong to that tree, inakuja randomly in the family tree in a pick. Mtu wa kwanza ambaye alipikiwa in the family tree ni huyu anaitwa Margaret anaitwa Wajiko? Wajiro. Si huyu. Ule wa banana. Wangare. That is my first cousin. Huyo tumetoka from one Guka. Huyo sasa ndio alipikiwa in the 70s. Unanielewa? In that family. Alafu baadaye mimi tulichumoka sisi wawili, mimi na Maina Jenga, because we belong to one Guka. Umeelewa? Mnachukua hiyo picha. Kwa hivyo hiyo ndio milango. Maina instead ya kufuata njia ya Ukristo, yeye nilimwacha kule akafuata njia ya kwenda kwa watu wa Freemason. Lakini na mimi nikafuata njia nani? Ya Kristo. Maana I was diverted. Ni lini? When nilizaliwa, ile story niwaambia ya Kaplong Hospital, Father ndiye alinishika akaninenea towards the direction ya Jesus Christ. So hata wakati madhabahu ya kwetu ilinivuruta ikanipeleka kule nafaa kukua, madhabahu ya Yesu ilikuja ikaningoa tena ikanirudisha. Are you getting me? So that is when you ukikuja ujidedicate kwenye madhabahu hii, hata kama mzazi wako alikuwa wa Freemason, yes, utang'olewa, utapelekwa, lakini hii madhabahu itakuvuruta, itakurudisha. Na ndio unaambiwa service your altar. When you service your altar, inamaanisha hii altar itakupigania. Yes, utakuta kama sasa mimi roho ile inanisubuaga, nilikuwa inanisubua ni ya usherati. Sasa nilikuwa naona Lilian hivi, unaona macho yangu imeanza kukua kidogo. Nikiona mama kama huyu, unaona macho yangu mpaka masikio inaanza kufanya hivi kama ya dofu. Kwa sababu that is what is pulling me. Hello? Lakini ilibidi niinue madhabahu kubwa ipigane na huyo mzee Guka. Huyo alikuwa na 36 women. Ipigane na roho yake ikufe, ndio mimi nilikuwa set free. Na kwetu kote, every person in our family tulikuwa hivyo. Baka baba yangu alikuwa hivyo. Si niliwaambia kuna siku baba yangu nilimpeleka hapa Lemuru, aliniambia nimpeleke Mazisi. Kwenda huko nikaangalia hawa watu hawajai kuja kwetu, sio familia yetu. Nikamuuliza huko tuoka ni kwao, akaniambia tia mshoria nyingi wende tuli ni kwa murata ni kwa rata ito. Sasa mimi nikaenda nikaona mabrother wameitwa anake ala amushioyo, brothers and sisters, ni wakati wenu wa kupigwa picha. Sasa mimi tumekaa pale na mzee, nikaona kile kimutu, nikaona haya, huyu anakaa Maina wetu, huyu anakaa Joroge wetu, huyu anakaa Waboi wetu. Mimi nikameza hiyo, nikanyamaza mpaka waleo nikanyamaza, sijaiongea. Alienda kwa simu kuchua, lakini unaona mpaka kanyumba kale ka kwetu ka zamani venye kamejengwa, kalikuwa zile bao za nyumba za ero za bao. Hata hapa kulikuwa na ero ya bao. Hii idea ilikuwa ya baba na hii idea iko hapa. Si unaona hiyo? Inanipeleka kwenye mlango ya Guka. So ile kitu nimefanya hapa ndio unaona nimeita maguka hapa. Halo. Ndio nimeita maguka wale walika yake. Ndio ni wanisaidie kuvuja hiyo madhabahu ya Guka. Ndio nikuwe free. Na ndio naona sasa niko free. Kama ni hii ya Mungu mumeona, I am free. God has. Niliambia Mungu confirm to me. Ameniconfirm.
Hii nitatoa sadaka haki. Nitainulia Mungu madhabahu because it is a win. It's a victory over a stronghold of an altar that has been there for over 400 years. So kuvunja madhabahu is not a walk in the park. Ate hiyo ni ya kutoa mapepo. Ni ya James Maina Ng'ang'a. Halo. Hiyo ni ya nani? Maina Ng'ang'a. Ya kutoa mapepo. Mimi si mtu wa kutoa mapepo. Mimi ni mtu wa kushughulikia madhabahu. Ukienda kwa Harrison Ng'ang'a ni holiness. Uko lazima hata kutembea. Watu wa kwa Harrison kuna jinsi wanatembeaga. They are always holier. Ni watu watakatifu waishio mbinguni. Ukienda kwa Wairimo kila mtu ni nabii. Wanaona Kenya venye itakuwa. Wanaona kesho kutatokea jambo because they are sitting under the anointing of a prophetic anointing. So wherever you sit under, that is what will flow. Mnanielewa? Ndio unaonanga hapa hii kanisa kila mtu ni mtu wa madhabahu ya kuongea madhabahu. Kwe ni wa kubomoa. Kila mtu atokea wanakuja kulala hapa na bomoa. Na bomoa. Bomoa tu. Tabomoa moja ikubomoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting it? So understand. Maana unaweza kuwa hata umeolewa na mume ambaye madhabahu ya kwao ni makubwa kumuliko. Wewe unapambananga na mwanaume, unafikiri unamuitaka shetani na mambo yote unamuita. Lakini si kupenda kwake. Madhabahu iliyo ndani yake iko miaka 200, 300. Alafu ni mtu akamonyoe, so atajulia wapi? Sisi tulijikuta, mimi ndio nilipatia Hawa kiapo. Maina Jega mimi ndio nilimpatia kiapo. Venye nilitunga hiyo kiapo, tulikuwa tumekaa tu kwa nyumba. Na nikawaambia na tunaweza tutengeneza kitu ambayo inaweza kutushikanisha. Wakasema aje sasa? Nikawaambia niko na idea. Nikaandika maneno, nikaandika viapo 10. Hiyo viapo venye hiyo karatasi niliandika. Karatasi plain. Ile ya drawing, ile ya kuchora. Plain hiyo karatasi. Wakati nimeenda kwa wale sasa wazee wa kwetu kule Guka alitoka, nilienda kwa shosho mmoja nikapata ako na just last year nikapata ako na karatasi. Na hiyo kitu nilifanya 1998 ndio tulikula kiapo ya kwanza. Just last year nimefuatilia kutafuta hiyo bale zetu, nimewapata hapa Banana pale panaitwa Jiko. Nikapata shosho mmoja wa enzi hizo. Akaniambia ona dorete gusharetie. Onyumagerera o muthenya. Sikiliza sasa. Onyumagerera o muthenya. Duraga ndetereire uke ngunengere indo ciaku. Nikamuuliza nie. Yeni yetiwa waroige. Nikamwambia uriko. Yule wale mutito. Waroige. Ndio nyumagero kajira nedereoka. Understand, connect the statement. Ndio waroige. Ule wale ke. Ugo sio mimi. Lakini ni Guka anamwedeaga. Na alimwambia nitaku. Kwa hivyo wakati wa Mugeke ni nani alikuwa huyu? Ni huyo Guka. Kwa hiyo hivi tuko zote nilifanya za Mugeke si mimi. Mimi sijawahi kupatia kiapo. Umesikia? Usio kusema. Ni huyo mzee. Sasa huyu mama alinitolea karatasi, a plain paper. Imeandikwa viapo 10, plain. Kama ile nilipata plain, nikaandika viapo 10. From number 1 na hii the same. Number 2, hii na hii the same. Number 3, hii na hii. Na hiyo yake iliandikwa 1945. Yangu niliandika 1989. Sasa niambie, nikuje kwa mama kama huyu ati kwa sababu ni mlokole ni muombaji. Bana kwamba katika jina la Yesu tunavunja. Alafu nipatie shilingi 10,000, tumefanya kazi kubwa ya Mungu. Huyu atakuwa ameniweka mashetani ingine zaidi. Maana amechokosa madhabahu ambayo haingeguzwa.
Kama unajua hauna uwezo wa kuvunja, don't dare, they will finish you. They are older than you. They see you wherever they are. Sasa wakienda muyu sasa aende kwa ago wale wanachijiaga sasa zile zimekufa, wataita huyo msee atakuja na utanistaki kwa huyu msee ati oyo no rathukia gwito, oyo no oreka maundu maya, oyo no oreka maundu maya. Mnanielewa? Lakini sasa huyo msee atakuja kwa njia ya kimizimu, atanipiga. Tulienda na kina ako leo ama ametoroka, Nancy Kehu, tukafanya crusade moja. Tulipanga crusade moja Banana, na tukaita wachungaji wote wa Banana. Interestingly, wachungaji wote wa Banana ni one family. Hiyo wachungaji wote wa Banana ni one family ya hiyo. Sasa mzee Mudhiri Mochi, wote wachungaji unaona pale ni that family. So mahali tulienda tukaitana kwa hoteli, tukaita wachungaji tuwapatie breakfast. Kulitokea kamutu kamoja ka family ya Bio Koinage, kajamaa kembaba kuliko huyu, nikapasta kaliwa kamevaa suti na kasweta ndani kale kadani na style ya red maroon, sijai sahau, na kiato ya sharpshooter ya mapasta wale wanakaaga biguni. Kitu kimoja kalituuliza, mwaga muke Banana ni Mogotoria? Nikasema okay, ndirenda gukwira kindu kimwe. Harrison Ng'ang'a okire, speaker ciake ciaruruma ciakanire mwaki. Mundu gwetwo Kimani William agwatirie generator egiakana mwaki, ona gona kukia ndakiura. Riu weri when ureciria uka kwenyenya madhabahu maguku, mundu uria wina permission ya madhabahu ma Banana no wangari, na tukaambio huko hatusikanyage, na tukaambio huko tutakufa, tutatoka huko tukiwa maiti. Huyu alilitoroka alichomoka pole pole, si alisema halo halo. Wale tulikuwa na wao luckily ni watu hawajui mambo ya madhabahu, kwa hivyo hawakuelewa, na ni watu wananiamini sana. Ule anajua mambo ya madhabahu, kwa hivyo aliondokea. Hawa wengine tulikuwa na wao, na ni vizuri kuendeka na watu wajiga, maana hawata kudiscourage. Wao hawakuelewa hawakuelewa the impact. Mimi na ule tulielewa kile tumeambiwa, that hapa Banana there is a stronghold. Hata Harrison amejaribu kupenya, ameshindwa. Mtu anaitwa William amejaribu kupenya, ameshindwa. Na kalikuja sasa kama hako kalikuja representation. Sio hako kalikuwa kanaongea, ni Bio Koinage mwenyewe alikuwa anaongea. Bio kanaitwa Bio Koinage. Nikagiradi chai. Sasa nikajua, kwa hivyo hapa Banana imedominatiwa na madhabahu ya Bio Koinage. Na wamechukua Wagare. Wagare ni wa kwetu, lakini ako upande huu. Na Wagare alikataa kuniona. Nilifanya crusade na nikaseni yangu, alisema hawezi kushare platform moja na mimi. Kutokana na kamutu kagani? Kutokana na haka kamutu. Kalienda kakabia Wagare, huyo mtu amekuja kuchukua madhabahu yako, lazima utetee madhabahu. Wahuja wakasplit. Wale walikarudi pande ya Wagare na wengine. Uzuri sister yake anaitwa Wadidia, ambaye sasa ndio directly jina ya shosho yangu, alisimama na mimi. Na hiyo ndio ilifanya tuvuje hiyo madhabahu ya huko. So I needed one of my grandmother akue, na alikuja in form of the sister to this Wagare. Tulifanya crusade kubwa, ambayo tulipofanya crusade hivi tu tukumaliza hivi, ile mvua ilitunyeshea, kila mtu alitoka huko akiwa mgonjwa, lakini tulifaulu. Now this is what I want you to understand. The strength, the power of the anointing of the altar does not reflect wewe sasa huko hapa. You need to dig. Sasa ukidig hapo, kama hapo kijana kalipokuja kakatuambia, nika understand kwetu kuna mlango ya vizuizi.
Maana nikiwa Mungeke nilipanda nikadrop, Maina Jega alipanda akadrop, Wagari alipanda akadrop, sister yake huyo Wadidia alipanda akadrop. Nikatafuta watu wengine, kuna mtu alikuwa anaitwa Philip Waroige alipanda akadrop, watu wengi wakapanda. Nikajua okay, kwa hivyo mlango ya kwetu ya success imekamatiwa Banana. Sasa ilibidi nikauliza mshamba ya Gukai ilikuwaga wapi? Nikaambiwa unaona hapo primary inaitwa Karoli Primary. Hiyo nikaambiwa hiyo ndio mshamba ilikuwaga ya Gukai. Hapo ndio tulitengeneza crusade. Halo. Hapo ndio tulitengeneza nani? Crusade. Na watu walipona, viwete walitembea. Watu walikuwa haoni, macho ikafunguka. Halo. Na tukabadilisha. So ni lazima ningepelekwa mpaka kwenye ardhi ya madhabahu ya Gukai, na nipelekwe nishikanishwe na mtoto mmoja ambaye anaitwa Shosho, mke wake. Halo. Na nikachukua pastor mmoja alikuwa anaitwa Waroige, bado yeye sasa ameitwa ile jina, na mimi tukacombine, tukainua madhabahu, tukavuja, tukazungumzia huyo mzee aondoke kwa familia kabisa. Mpaka saa hii hajairudi. Alienda kiedaga. Na kutoka siku hiyo ministry yangu ikachange. Ikachange kabisa. Na ndio niliweza kufungua kanisa. Kutoka hapo, ndio tukatoa higolile. Kutoka hapo ndio tulifungua kanisa. There before tulikuwa ni muhangaiko tu, crusade huko. Haina maana, hata tunafanya crusade, haina shagwe, haina chochote. Lakini kutoka siku hiyo wakati tulimnyamazisha mzee, tulikia 1 week later tulifanya pale Jimulisa, tukakutana watu 11. Kutoka hapo tukaenda Jericho, tukakutana watu 7. Kutoka hapo tukahama, tukakuja pale nani? City Stadium. Kutoka hapo tuko hapa. Kuna kitu lazima uchimbie, ujue ni nini inakufunga. Na hiyo sasa si maombi, ni kufanya utafiti na Mungu. Niko diena maguru. Si maombi ati Mungu atanifunulia, hapana. Yes, hata kama atakufunulia, tafuta, do the search. So I was able to do the search, na kutoka hapo kanisa hili lizalika. Otherwise sikuwa nimeruhusiwa kufungua kitu chochote. Sikuwa nimeruhusiwa. So bado sasa ningekuwa nafanya makrusedi yenye haina maana. Maana nakumbuka crusade moja tulifanya huko Hebu, tukiwa na kina Don, tulifanya crusade tukamaliza, tukaombea walevi, tukawafanyia toba ya kuacha kulevi. Lakini usiku huo tulienda hoteli inaitwa Panesic pale juu, tukanua miziga ya pombe, tulikunywa mpaka asubuhi. Tulikuta tumelala kwa viti. Na sisi ndio kiwanja ilikuwa imejaa hivi. Watu walikuwa natamania tu kunisalimia because of the anointing I was carrying. Batiki usiku nilikunywa na tusichana nimekashika hapa hivi mpaka asubuhi. Why? Ile mizimu ya Gukai ya wanawake na hii limitation ya Gukai bado ya kutokuendelea, ya kutokufaulu. So that is how I was limited. That is how I was not able to move. Yes, ninaona jina ni kubwa, kila kitu ni kubwa, but niko empty ndani yangu because there is a controlling power. So what is your controlling power? Who is controlling your life? Who is controlling your business? Who is controlling what you are supposed to be? Sasa utalia hapa kwa sababu ya kashida kametokea saa hii kwa familia. Cancer imetokea, pressure imetokea, ama kifo imetokea, ama mysterious things are happening. Hizo ni kitu kadogo sana, ni tu ishara to the main cause. So fuatilia haka ka ishara, kata kupeleka mpaka ujue problemu ya kwenu inakuwaga namna gani. Kutoka hapo ndio utakuwa na uwezo wa kuvunja hiyo madhabahu. Lakini kabla uelewe 100% mizimu ama nguvu ambazo zinazungumza katika familia yenu, lazima kwanza, kabla haujaelewa, don't touch. Usiitwe na mgoroki ati nia na nini fuja kama magogona, wewe ukafuje magogona, mtakufa nyinyi wawili. Mtagojeka. Ako kamutu kakoinage kalikuwa serious, akako kanadaganya, kalikuwa serious na kalijua, maana kalikuja kakakaa huko kwa fence. Siku 3 hizo tulifanya crusade, kalikuwa kanakuja kwa fence. Uzuri kiwanja ilijaa watu ding, lakini kalikuja ku witness tukikufa. Kakagojea tukufe, hatukukufa. Akakujua na mimi
ni ule wao, ni mimi ndio baba yao. Bwana asifiwe sana. Na ndio naona tukiwa hapa ni siku gani tuliomba? Ilikuwa Wednesday. Tuliomba mambo ya Gen Z. Tukaambia sasa wanyamaze. Thursday walitokea? Hawakutokea. Hawatatokea. Maana kuna venye una uwezo wa kuzima mizimu. Siku ile wakati wa maji ilikuwa mingi, tulizimia wapi? Because kuna authority iko ndani yangu ya kunyamazisha mizimu ya kwenu. Hiyo ndio laini yangu. Hiyo ndio barabara yangu ya kuzima mizimu ya nini? Ya kwenu. Hii ingine ya holiness usiniletee. Mimi sijui mambo ya holiness sana. Sikupelekwa hiyo class, sijui. Mimi ile najua nitufuatilie niki gitumite ukoro hia nogu. Niki gituma gukoro uri muici. Niki gituma wona mundu ri ukaje gwika uru. Tiwe, you are not the cause. You are not the problem. So nikianza kukuchukia atekanire no ina mtumie sio okay takwa goithia apostle tutigumwete kiria. Waachana na apostle. Nitamvugia tu jicho hivi nimwambie chomoka. So wewe umebaki hapa kwa murago ukizuia asiingie, na mimi kwa sababu mizimu ya kwetu imeconnect na mizimu ya kwao, na imetuambia ni kitada straight. Ni hivi tu moja tu kitada inajitengeneza huko. Na wewe huko hapa kwa gate ukizuia apostle wanawake wasiingie, wasikuje kumdefile. Na yeye mwenyewe ni defile. Bwana asifiwe sana. Yeye mwenyewe ni defile. Sasa na shida hapa na kufuri na rugu ukipiga watu. Nonsense. Wachana na hiyo. Mimi mwenyewe ndio napigana mpaka ni faulu. Sija faulu kabisa. Niko around 35%. Ninapanda tu, lakini niko ahead of you. Ninyi hata mjaanza. Ninyi ni kelele tu mko na migi hapa. Kelele ya chura. Hamjaanza chochote. Uende kule Nyamidi. Unajua mto inaitwa Nyamidi? Hapo ndio watu wenu walikuwa nafanyia makafara. Unajua hivyo? Hapana. Kuna watu wenu walikuwa wagaga. Mdo mzee. Mdo baba Dave. Yes. Tafuta hiyo laini. Utajipata huko. Utajipata wapi? Huko. So the weaknesses ambazo tuko nazo, they are not a weakness ambayo unaweza kuchezea tu. Kama huyu mama amenisumbua sana huyu. Amenisumbua karibu mwaka kutoka kule City Stadium. Amenisumbua. Maana kuna watu wanamzungumziaga. Na watu walimzungumzia, walimwambia Dora ndio nani? Ndio mzee. Sasa sikimpiga. Kama angeenda kanisa ingine angeitwa shetani, angeitwa maraya, angeitwa amekuja kumaliza kanisa. Lakini nimetembea, amepigwa mpaka hapa. Watu wengi wamempiga, lakini nilimshika. Kwa sababu nilielewa, mimi mwenyewe nilielewa. I was like her. Umeona? So nikielewa nitatembea na yeye. Baka hiyo mtu ama hawa watu wanazungumza ndani yake ni watoe. Maana ni hao. Aliruhusiwa hizo komi zinakuja kumzungumzia. Maana zinataka tu kumuondoa mahali yako. Akikuja afike mahali wataniodoa na wamuondoe, wamuacha katikati ndio akufe. They all intention ni akufe. Siku moja tumefanya deliverance hapa. Alichomoka bio, ndio huyo anataka kuruka pale. Ndio atoroke aende agogwe na gari. Alikuwa anataka, ni kweli amani wako? Alikuwa anataka kwenda kujigogesha gari because that was the main agenda. Maana mizimu ya kwao wanakufaga at her age. Are you getting me now? So hata ndoa, kama hamujakubalishwa kukua na ndoa, na kuna mahali lazima mutakaa. Maana katika hiyo mambo ya kukaa ya huko aliifanya at 35, at 45, at 40. Mutakaa na upendo mzuri sana, mzuri. Muikare mwena wendo na muthuri ona muturaga uwo munyitanite. Murugaga ngima hamwe muriagira riko nginya gathira riko muketanaga bebu. Miaka 45 yakinya hiyo bebu utafuta utakosa. Maana kiwango cha nyinyi kukaa ndio hiyo. Sasa unaanza kusema nina niko na maodo maige, I am a good, I am this, I am this, I am this, I am good wife material. Ukiwa nje ukiwa peke yako, wewe ni very good wife material. Very good material mzuri ya cotton.
lakini ingia tu kwa nyumba. Yule msee alikuwa anakuita babe my honey pie. Unaona anakuja na anaonanga kinyoka kiko kwa nyumba. Anaona chura akikuangalia tu hivi mpaka unaona anakuhepa, akitembea tu anakuhepa. Ni nini? Kile kitu kinakufuga kwenu kinakujaga. Akiingia tu anaona kinyoka. Wewe huko noma unafikiria ni chapati, unapika chapati. Ukiiba ile kaibo ya kupika chapati. Lakini akipita ile mizimu, maybe it is in form of a snake, in form of a fish, in form of a crocodile, in form of a dog. Sasa wewe akiingia tu hivi, as long as miaka ile 40 imefika, akipita mzee anapitaga mpaka unaenda unalilia Mungu kwa mlima. Unamuuliza what happened God? Ni nini? And the way this man tuliishi vizuri, tulipendana, you are in deep love. Yani mpaka mlikuwa mnakula na kijiko moja, kisahani kimoja, kiti mnakaliana. Penye upendo ilikuwa, mlikuwa na akaunti moja. What happened to this man? Ni nini kilifanyika? You cry, you ask God, what went wrong? Nikiegea kile. What happened? Yani mpaka unamuita, Papa Dave, what happened? Darling. Go and call your mother darling. Because yeye haonagi wewe sasa, anaonanga ile nyoka, ile inaoperatingi kwenu. Kuna boma ziko na manyoka, kuna boma ziko na machura, kuna boma ziko na kila aina ya wanyama representing the altar of the family. Sasa unakuja kwetu labda ndio kuna nyoka. Sasa hata ndoto zako zote ukikua, utakuwa ukiota nyoka zikikufuata, nyoka zikipita, nyoka zikifanya. Because hiyo ndio altar ile inazungumzaga kwetu. Sijui kama ninafundisha mtu. Sasa ukiweza kuelewa hivyo, utakuwa na uwezo wa kuzungumza against, because you will be able to understand the capacity. Hiyo sasa ndio kusik. Hiyo wote tumekuwa tukisik. Ukisik sasa ukielewa, maana wakati mimi nilielewa kwetu when Kenyatta came ndio akuwe president, alienda mahali panaitwa Muthurwa pale Banana. Kuna shule iko hapo inaitwa Muthurwa Primary School. Kuna mti alipanda hapo, Mugaa. Mnajua Mugaa? Alipanda hapo. Akaita klani ya Gukaa. Klani ya Gukaa wakambless. Kwa sababu alikuwa mjanja, alikuwa Mmasai mwenye alikuwa ndani ya uganga. Akafaulu kuchukua ufalme, udhamaki kutoka kwa hiyo familia. Akawacha amepanda mti. Akaenda nayo. So wakati alienda nayo, hiyo nyumba iliwachwa ikiambiwa ndio msiwahi kurise against yule mwizi ameiba. Waliwacha kama wamewekewa limitation. So tukiinuka kuna mahali inarudishagwa chini. Mimi ndio nilifanya Uhuru akuwe president. The first person kutangaza, enda Google utaona. The first person kusema tunataka a young person aongoze nchi. Moi alikuwa amenipatia 10 million. Ni circulate hiyo information across the country. Mkutano ya kwanza tulifanya pale Thika, hapo Christina Garden, guarded by the DO and the PC. Imagine Mungeke ikichungwa na madio na ma-PC. Hapo ndio nilitangaza nikasema wazee hatutaki. Nilikuwa na target Kibaki. Wazee hatuwataki, sasa tunataka vijana. Kutoka hapo Sharif Nasiri akaongea. Kutoka hapo Burudi na Bwela akaongea. Kutoka hapo Steven Disho akaongea. Watu across the country wakaanza kuongea. Who was meant to ignite the blood? Mahali hiyo damu ilitolewa, ufalme ilitolewa. Mimi ndio nilitangaza uhuru. Sasa kwa sababu tuliuza, familia yetu iliuza udhamaki kwa bali ya magana. Mnanielewa? So nilisachiwa na ulimwengu wa kiroho mpaka nikapelekwa kwa Moi. Ndio nitagase uhuru. From there, baada ya kutagasa uhuru, kufanya mikutano 2-3, Uhuru akasema hanitaki because kazi yangu imeisha. I was just to announce. Hiyo damu ndio niendeleze ufalme wa Kenyatta uendelee. Si alikuja akakuwa president? Yes. Akanipiga. Mimi ndio niliweka ile kidole. Ile Bensouda alikuwa anasema kuna mtu amenunuliwa. Ni mimi. Wakati alikuwa afugwe, nani anaitwa
Okambo alikuja mpaka kwangu, alikuwa anataka tu ni saini Kenyatta afugwe, mimi nikakataa. Lakini baada ya Kenyatta kuachiliwa, venye Kimathi alifanyika, Kenyatta alisema Kimathi akufe. Uhuru Kenyatta alisema I am an extortionist, na akanirusha nje, na akasema asisikie minister yoyote anafanya kazi na Waruge. Why? Si yeye, mizimu ya kwao inamkumbusha, inamwambia mwarutirio dhamaki kwa nyumba yao. So if you dare go eat with him, ataichukua back. So watu wengi nyota zenu zilichukuliwa na watu wa familia, maanko, maanti. So watajaribu as much as possible, you don't have a common ground with the aunties, with the uncles, with the gukas. Ndio usije ukakuja kujua ni familia hiyo ndio imechukua nyota yenu. Maana ukienda mkule pamoja, mkae pamoja, una uwezo wa kuichukua back. So that is why you be misguided. Utapelekwa kwa Mungiki ndio upigwe marisasi ukufe. Utapelekwa ukue msherati, ulale na mwanaume tu mmoja akupatie ukimwi ukufe. Utakuwa kwenye gari upate accident. They will always try to finish you because they know you are the only person who can come to snatch it back. Sijui kama mnanielewa. That is how powerful an altar can be. Na altar inaweza kuibiwa, yenu ya ufalme, yenu ya nyota itachukuliwa iende kwa familia hii. Na mtu kama huyu anaweza kufanyika in a family, ni sacrifice. Ametolewa kuzaliwa kwake na kuishi kwake niwe kigogona. Umeona? Wewe ndio kigogona. Sasa wewe powers zote za familia zitaekwa kwako. What will happen to you? You will live a miserable life. Ndio nakutanga watoto wale. Ndio nakutanga wanaitanga autism. Ama wanaita hiyo mgolo kinamwaga. That is not an ordinary person. Huyo ni mtu madhabahu yake iko juu sana. Maana hapo ndio wameinstall madhabahu ya familia. Na ukienda kama familia mingi hizi zimetajirika kama huko Tigoni, kuna wanalipiaga watoto wao into that care. Kuna hiyo institutions zinafanyanga care. Utakuta they pay expensively. Unakuta analipa 1500 kusustain huyo mtoto aendelee kuishi, but because they cannot be able to hold that mtoto kwa nyumbani, analipiwa into that institution and they pay. Na unakutanga once in a mind familia mzima inaendaka kuvisit huyu mtoto, they are going to worship. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiona mtoto amekaa hivi kwa hivi, it is not normal. Huyo ni madhabahu. Na hakuna hizo familia za watu wakubwa kubwa hazina mtoto kama hiyo. Ako. Matajiri because sometimes they use it for utajiri. They sacrifice one of their daughters, one of their son. Ndio akue hivyo. Ndio hizo power zikue ni kama charger, power bank. Bank power ni power bank kama ni bank power. Yes. Kucheck. Now we are seeking. Sasa ukienda hiyo kitu iko kwenu, ndio unajua what is controlling the manipulation in your family, the controlling power. Sasa ndio unajua huo ndio mlango. Hello. Ukiangalia kama kwetu sasa nilijua usherati ndio mlango. Ufalme ulichukuliwa, lakini nimeurudisha. Hawatatutumia tena. Hawatatutumia. This is the end. Yes. So ukiunderstand that line, sasa mahali inakupelekea huo, sasa ndio tunaita mlango. Sasa ndio sasa ukijua mlango, now you go knocking. Yesu akasema seek, pray and you be answered. If you are not answered, seek, you will find. And if you seek and you find, you will discover it is a door and it is locked. Now kutoka hapo ndio unaenda una knock. Kuna nini? You knock with a sacrifice.
na ni Mungu mwenyewe atakupatia ufunuo what is the sacrifice, because you can't understand this. Haujui hii madhabahu imekuwa huko for how long and how powerful is it, so you only rely on God. Ndiye atakwambia kama venye aliambia Gideon, nenda kwa zizi ya baba yako uchukue ndume 2 za kiume za miaka 7. Kwa hivyo already Mungu alikuwa ameweka hizo ndume awaiting for the precision time, siku ile ya kuvunja. Maana madhabahu haivunjangwi wakati wowote, ni wakati Mungu ametimiza wakati wa kuvunja madhabahu. Ukasikia sasa wewe unatamania kuvunja madhabahu, ni kwa sababu wakati umefika. Ukivunja madhabahu kwa sababu unaona watu wengine wakivunja, haitavunjika. What will happen? Watarealize, oh, Neroda ndia anataka kutodigida. Okay, mufanye ile kitu. Unasikia ulikuwa unaendesha gari at 20 kilometers per hour, lakini ilianguka, iligonga lori. Unaulizwa ilikuwa nini? Hapana, mimi sikuona, mimi niliona, sikuona kitu. Mimi nilistukia niko rugu ya gari. Sasa usiuko kwa bikoni una explainia watu venye umeenda. Umekujaje? Umekujaje? Unasikia kakitu kadogo kamekuodoa. Kakitu kadogo tu. Hata kutereza magekoni ya maadisi imewekwa pale. Utereza hivi unaanguka ting na goko hapa. Maana you attempted. You don't attempt what you are not able to fight. And don't fight it until now unasikia kule kuna kitu kinakwambia this is the time. You don't fight an altar if the time for fighting this altar is not yet. Usivunje madhabahu kwa sababu umesikia hapa kuna vujago. Hapana. It must be a calling. It must be told to you. Now because God has revealed to you, he will even atakwambia chukua dume 2 wa miaka 7. Kwa nini? Alimwambia chukua dume 2 ya miaka 7. Weka hiyo, underline that. Akamwambia Solomon achukue ng'ombe 1000 aende mlima Gibeoni achinje azitoe kama sadaka ya kuteketeza. 1000. Underline 1000. Akamwambia Abraham chukua mtoto wako ambaye unampenda mpeleke kwenye Moria, kwenye mlima mmoja ambao nitakuonyesha kule Moria. Huku huyu ameitishwa mtoto, huyu ameitishwa ng'ombe 100, huyu ameitishwa ng'ombe 2. Wale wana wa Tomazo na Elifazo wakaambiwa kwa sababu hamjaongea mambo mazuri kunihusu, muende kwa mtumishi wangu Job, mutoe ng'ombe 7 na mbuzi 7. Hello. Umesikia? There is no uniform ya kutoa madhabahu. It is God who gives you a direction. Mungu ndiye anakuambia direction utafanya nini. Because yeye ndiye anaelewa ni nini unapigana nacho. Maana wakati ulifanya hiyo seeking, ulijua ni mlango wa usherati, ulijua ni mlango wa uganga, ulijua ni mlango wa kitu fulani, na hicho kitu fulani kimetolewa dhabihu. Sasa hizo dhabihu ndio Mungu anakuambia chukua ng'ombe 2 wa miaka 7 uende, ambao hawajafanya nini? Hawajafanya sex. Halo? 2 ambao hawajafanya nini? Sex. Kwa hivyo ilihitaji dume 2 ambao hawajafanya kitendo kile. Why? Because he was dealing with a high priest who is his father. Aliambiwa ingie kwa zizi ya baba yake. Maana wana wa Israeli walikuwa wanaabudu kwenye madhabahu ya Baal. Hawakuwahi jua si Mungu wanaabudu. Wao walikuwa nafikiria ni Mungu wanaabudu. Kumbe Joas baba yake Gideoni, wakati walishinda Waamereku, wakashinda wa Midiani, wakashinda hawa watu wote, alienda mlango ya nyuma akakutana na Waamereku. Waamereku ni hawa wa Somalia. The watu wanaitwa Ogaden community. Hawa wanataka kututawala kiagufu. Hao ndio sasa Waamereku. Walienda wakanegotiate venye wamenegotiate na Ruto. Kaona huyu jamaa amerudishwa kiti ya nini? It's a bigger story than what you see. They negotiated.
because it is a negotiated authority and power. Nao baba yake Joash waka negotiate kinyume bila watu wengine kujua, na wazee wa Mereku nao wakamwambia ndugagituvunjire kigongona gitu, na wakampatia altar. Wakati walijenga nyumba ya Mungu, hiyo altar akachukua kwa hiyo nyumba ya Mungu akaiweka huko. Kwa hivyo yeye peke yake ndiye alikuwa anajua ati hapo hakuagi Mungu, ile madhabahu wanainamia ni ya Baal. So katika kitabu cha Judges 6 cha verse number 1 inasema namna gani? Nao wana wa Israeli wakatenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu, naye Mungu akakasirika, akawapokeza kwenye mikono ya Wamidiani miaka 7. So Joash peke yake. Gideoni wakati malaika alimtokezea akamuuliza namna gani, akamwambia sasa utashinda, na utashinda hii vita kama wewe. Gideoni akamuuliza, mimi I am the least in my family and in our clan we are the least. Tena akamuuliza, huyu Mungu unaniambia mwenye alisaidia Abraham, mwenye alisaidia Isaka, mwenye alikuwa na Jacobo, kwani alienda wapi? Ni wako wako ile. Because they could not imagine ati Wamereku ndio wanawatesa. Kumbe Wamereku walijua washike mzee anaitwa Joash. Alipokamatwa, madhabahu ikakuwa defiled na wakaweka kigongona yao, wakakontrol. Sasa wakaanza kucontrol. Ndio nawaambia, hii family inaitwa Ogaden, muombe sana tuingoe. Wanataka already wameweka githito yao State House. Sasa they want to rule and they are ruling us. Si Somali community, the Ogaden community ndio wanatawala hapa, anawatawala huko. Ndio wanatumia ile port ya Algaisa ya Kismayu hivyo kufanya operation zao towards Kenya. Na ndio walijenga ile mall hapa Isiri. Hiyo mall si mall, hiyo mall ni altar, the capital city of Somalia. Ndio maana ni president wa Somalia alifukua, si president wa Kenya. Hata Sakaja hakuambiwa, hakufika huko, because that is another kingdom. Na Dario Gomuga anedelaria oru. Siwacha tu nioge, kwani mtanipeleka wapi? Kama ninajua kupigana na mizimu ni wewe tu. Wewe mwenyewe unapigwa na mizimu mingine. Mimi nitakuja tu niseme piga teke uanguke. Hello? Mnanielewa? Sababu ya Gideoni aliitishwa ng'ombe wawili, ndume wawili wa miaka 7. Ni kwa nini? Ambazo hazijakuwa defiled, because they were dealing with a high altar, ambayo it was put there in secrecy. That is why they needed a sacrifice that is not touched. Na alipopeleka hiyo sacrifice ya ng'ombe 2 ya miaka 7, ng'ombe 2. Ni kwa nini miaka 7? Miaka 7 is the completion number. Number 2 ni kule siku alisema, siku ya pili Mungu alisema kuwe na giza na kuwe na mchana. Ndio alete separation ya hii kigongona ya wa nini, ya Wamereku irudi. Alipovuja madhabahu ikaanguka chini, akachinja ng'ombe moja. Kujenga madhabahu akachinja hiyo nyingine. Kitu ya kwanza ilifanyika usiku, hawakusikia hiyo madhabahu ikijengwa na ikikua. Ile kitu ilifanyika, wazee wa kanisa akina David wakakujia Joash, wakakuja wakamwambia, tunajua ni kijana yako amefanya hivi, mulete tumuue. Kwa hivyo madhabahu unapopigana nao ina uwezo wa kujua ni wewe. Madhabahu wagukaa huko na washosho kule nyumbani, ukianza kupigana nayo hapa huko Nairobi, watajua kuna kitu unafanya. Naye huyu mzee Joash, wakati alifikiwa, wazee walikuja kumwambia, aliwaambiaje? Kama hii madhabahu ni ya Mungu, itajipigania. Kwa sababu alijua yule amefaulu kuagusha hii ako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima ufaulu. Lazima ufaulu, lazima ujue, na lazima ufaulu. Na ukifaulu, hata mwenye madhabahu hata kubali kupigana na wewe, kwa sababu ameelewa uko na nguvu zaidi yake. Sijui kama mnanishika. Before you start any move on these altars, ama mtu akwambia ona nini jakagira mundu kigongona, mwite ngoma nyingi muno. Anahitaji kukupatia story hiyo nimekupatia. Pole pole. Na sio siku hizo. Abraham wakati aliambiwa aende Mount Moriah, alifika kule Moriah, alipofika alikaa chini. Alifanya nini?
alikaa chini for 3 days akingojea the next move of God. Madhabahu, it is permanently, directly, precisely a move of God. It is not a move of your pastor. Mundu wako kulate ni afuja kama magogona huko. Chapa coffee, uniandikie bili nitalipa. Hiyo ni mtu anataka kuweka kwenye mizimu ya kwao. Ucio ni murogi. Anaenda gukutonyera ukigogona gya kwao. Ako nine. Ametumwa kwa sababu amesikia you want to come out. So huyu atatumwa na mizimu ya kwao ati nini nevuja kama magogona. Sasa ukubaliane na yeye umupatie kitu. Sasa atakuweka magogona ya kwao. Kama ni agent ametumwa. Make sure you silent her. She's trying to run away from us. Sio kama mnanielewa. Kaa chini ufundishwe kwanza ndio ujue meaning ya kuvunja. And at what time and when. Abraham alikaa 3 days akingojea the next move. 3 days ilipofika akafunguka macho, akaona mlima ndio ule kwa ubali, akachukua akachukua kuni na mtoto, akaanza kwenda, akaambia wale ambao walikuwa na wao vijana alikuwa amebeba, kaeni hapa, tunaenda kufanya ibada, tunakuja. Wakati unavunja madhabahu, you don't include your family members, not unless you have agreed, not unless you are in one head. Others, wale wengine kama hamuja agree, don't involve them. Maybe wao ndio custodian ya hiyo madhabahu. Sasa unaweza kuwa na sister yako na brother yako, atatwadi kufuja ama tunafujaga, mnashare kila kitu, kumbe yeye ndio custodian. Wamesikia. By the time ufike kwenda kuvuja hiyo madhabahu, ile malaria utakuwa nayo Nairobi, na unajua Nairobi hakuna malaria. Utapimwa na madaktari wote wako, utapatikana na malaria. Unapatiwa dawa, unakunywa, na unasikia alako mili alaigerera oro arahorera kaniguo Joseph itu aragethire na ndarari murwaru. Ukimpeleka kwa Johesa na Oduoru apime, anakuambia si malaria, anakuambia ni heart attack. Ukirudia kwa mmoja lingine watakwambia tasije heart attack, ni kitu ni ugonjwa fulani inakujaga once kwa miaka 10. Because they will not be able to understand what it is. Are we together? So alipofika pale mlimani baada ya siku 3 ndio alionyeshwa ni pale, na akaambiwa hawa wengine wachana na hao, puda wachana nayo, akaziwacha, akachukua kijana wakapanda. Walipopanda kwenye mlima, kijana akamuuliza, naona kuni, naona kisu, naona kiberiti, buzi ya kuchija iko wapi? Akamwambia, God shall provide for himself. Kwa hivyo madhabahu kuvuja haivujagwi na wewe na tupesa twako na tubusi twako. It is God who will provide for himself, because he understands. Are you getting me? Kwa hivyo hii mambo ya kukibiria mtu wa Ngai, wewe ni urahuthira kahinda gaka tereda uhunjire kigongona gya gwito, wewe ndakuita kwa ofisi yangu, tunakunywa kachai, ninakwambia tu eda ni ukuje. Yes mami, huyo sasa ni madhabahu inamsugua. Kuna mahali imekupeleka? Umeelewa? Nimeelewa. Endelea. Sasa nataka kuuliza kwa sababu ya familia yangu. Kwa baba yetu alikuanga mtu mwalimu, na tulikuanga tumetajirika sana, hatukuanga yani klasi ya chini. Na tuko watoto 5. Sasa kwa baba yetu nilikuwa naona baba yetu alikuwa mwalimu Kianyaga Boys, amefunza mpaka Gachagua, alikuanga anaitwa aje, mtoto wake yani alikuwa mwalimu wake. Ya Gachagua huyu? Gachagua. Sasa hii akili yote ametoka baba yako?
Hii akili yote yako nayo ametoka kwa baba yako? Kuna ya Mungu, kuna ya baba na kuna hiyo yote. Ndio hiyo sasa. Sasa hata kwa familia yetu nilikuwa naona baba yangu alikuanga anataka sana, ananunua vitu, tunaona tuko juu sana na hizo vitu ameuza zote. Mpaka saa hii unaona sasa hata ni maskini kabisa. Hata akigonjeka unaona wakati mwingine ati tunamchangia, hata sisi hatujiwezi, tunapata hata kama ni ati tunamtumia aende hospitali. Sasa unashangaa kutoka hiyo wakati mpaka saa hii unaona mambo ipelekani. Sasa nisaidie. Nitakusaidia. Hiyo itakuja kwa ofisi. Lakini sasa ni nini kinasababishanga jambo kama hilo litendeke? Ni madhabahu ya kwa baba yako. Guka ulimkuta? Sikumpata. Lakini ukisikia historia ya Guka, alikuwa na ng'ombe mingi na utajiri, hata wanawake alikuanga na kama wawili. Na kwenye baba yangu amejenga alikuanga anamtoa jigas shosho yangu. Sasa baba yangu kwenye tumejenga ni kupewa, alipewa ikiwa zawadi. Kwa sababu alikuanga mtu wa kutaka kupeana, alikuwa mtu wa Guka baba yangu sasa. Lakini kwenye tumejenga ni kwa shosho si Guka. Shosho alipewa shamba na Guka. Sasa kwa sababu baba yangu nani alikuwa na jigas? Ni shosho sasa. Shosho ndiye alikuwa na jigas. Sasa Guka alikuwa na jigas. Guka ni kama kwa sababu alikuanga na ule bibi wa kwanza alikuwa anamtunza vizuri. Alikuwa anamtunza vizuri. Na huyu akaachiliwa. Sasa laana imetoka hapo. Jigas ni poverty. Alikuanga naso na baba yangu ni alikuwa anamtoa. Ndio maana alipewa ile shamba tukajenga huko. Akapatua shamba iliyokuwa na madhabahu ya poverty. Haiwezi kubali mkue na kitu. Kaa chini. Asante. Lakini hiyo utakuja nitafuta tu kwa ofisi nikuelezee zaidi. Kuna kitu kingine deep hapo. Yes. Ni swali ama ni kusema? Sema basi. Kusema vile nini kwetu pahali nimeolewa. Baba mkubwa wa baba wetu huyo baba ya bwana yangu kuna baba mkubwa. Baba ya bwana yako kuna baba mkubwa, brother ya huyu baba yako ya mzee. Ya mzee. Sasa watu wamekufa wote. Huyo brother, huyo baba kwanza, baba mkubwa alikuwa na wanawake 13. Na pahali nimeolewa kwa brother yake kuna wanawake 6. Wewe ni wangapi? Sio mimi, wamama. Wale tunaita mama. Ni wa 6. Na wengine tunaita mama wa baba mkubwa ni 13. Sasa wote hawako. Wamekufa. Hata mabwana zao wote hawako. Na sasa wewe kwako mko wanawake wangapi? Ni mimi tu. Kuna watoto wangapi? Mimi niko na watoto 5. 5. Uko na wavulana? Mmoja. Ako na wanawake wangapi? Mmoja tu. Ndoa yake iko na shida ya wanawake? Ndoa ya huyo kijana wangu? Kuna vita unasikiaga? Sijui sababu hawakai na mimi. Sasa si unasikia wote wamekufa? Niko na kamjukuu, my first granddaughter anaitwa Akinyi. Akinyi? Sasa huyo msichana alikuwa anasomea na huku ile Nebu Girls. Akaongeleshwa usiku kwa ndoto. Lakini ananiambia sio kaa ndoto nimesikia, nikaa kuongeleshwa tu. Akaongeleshwa, akaambiwa pahali Guka yako ametoka watu wanakufa sana. Na ni kweli watu walikuwa wanakufa sana. Akaambiwa
uende uambie shosho yako sasa mimi aende huko aseme vile nataka na vile nataka kukuambia. Kununuliwa buzi 2 za mwili moja durume na kupikwe njohi ya Kikuyu muratina. Sasa akaniambia za hiyo yote shosho sijui, lakini niliambiwa nikuja nikuambie akini wangu. Sasa kukuja akaniambia hiyo durume ya kwanza ichinjwe na kusikuje mapastas, kukuja hao wazee wa kiama kusikuje watu wa makanisa. Sasa hata mimi na nirasia sio zamani sasa akaambiwa sibuzi ni 2 sasa yule guruka mkubwa na wewe mdogo akaambiwa hiyo na pombe muratina lakini isiende kununuliwa na huko nje, inapikiwa huko. Sasa akakuja akaniambia hiyo buzi ya kwanza ichinjwe hiyo ya baba mkubwa na hao wazee wamwage damu kwa hiyo boma yote, halafu achukue pombe wamwage kwa hiyo damu juu, halafu ateremke chini na waombe vile wanaombaga, wateremke hapa chini. Walikuwa tu ni fence huko, ndio kwa alionyeshwa mpaka mahali itachijiwa huko kwa boma. Akaambiwa ati hao wazee wateremke kwa baba yangu, sasa ile baba bwana yangu wafanye tu hivyo. Asante, nimekuelewa. Wakifanya tu hivyo ndio watamaliza na kuomba. Kusikuja mtu mwingine wa kuomba. Asante. Sasa hiyo katika boma guka mwenyewe baba ya hao wanaume wawili alikuanga mganga, alikuwa anachinja, alikuwa anatoa madhabahu. Sasa hiyo shamba yenu ni altar, kigogona. Hapo ndio sacrifices zilikuwa zinatolewa. Na sasa kwa sababu walikufa, nyinyi hamutoangi sacrifice hapo. Sasa inadai, maana ilikuwa inachijiago goma itolekaga ni guthinjirwo. Walikuwa wakichinjiwa. Sasa wanaitisha, na msipochinja wanaitishaga mtu anakufa. Sasa hakuna watu wanakufa. Ngoja kidogo nimalize. Usipochinja wanaitishanga nini? Mtu anakufa ama mtu anapata accident, damu tu imwagike. Sasa ukielewa mlichinja? Uenda walichinja. Kumaanisha sasa nyinyi mlikubaliana na mizimu. Ndio kwa sababu imetulia, itakakaa tena ikuje idai. Wao sijali, utakuja tu. So, tusimame tu kwa miguu yetu kama hakuna swali lingine. Ngoja basi usimame, ngoja aseme. Tulia kidogo uyaulize, wacha uyaongea kwanza. Kaeni chini dakika moja. Ngoja kidogo huyu anaongea. Swali langu ambalo nataka kuuliza ni kuwa jinsi umeelezea nimejitafakari mimi mwenyewe. Hii sio safari ya kwanza. Nimekuwa tangu wakati ule nilijijua. Nimeshikana na familia yetu sana. Na nikijaribu kuanzia kitu, nikijaribu kuona kuna shida nyumbani, nikifuatilia huwa inaniletea shida. Kwa sababu ikiwa niko na kazi, saa ingine kazi inaisha. Itaporomoka yote. Inaporomoka yote. Tena ninakaa, ninajiendeleza, tena ninaamka. Nikiamka tena unaenda kuuliza wale. Nikienda familia tena kwa familia kuulizia. Kukitokea jambo lingine niende nikuulizie tafanya nini juu ya hii jambo. Kunatokea
kitu mpaka ndio ilikumaliza hapa. In fact kusema kweli, juu nilikuwa nimepeleka mtoto wa dadangu hospitali Kijabi na akachukuliwa. Alikuwa na shida, alikuwa na shida ya kuanguka. Lakini kabla tuende huko kuna anti yangu alikuwa ametuelezea kwa mhubiri mwingine twende tuuliziwe ni nini huwa iko na shida na nyumba ya babangu. Tulipoenda hatukumpata, lakini tuliingia kwa madhabahu yake. Akatupatia siku ya kwenda. Siku ile alitupatia twende ndio atueleze venye kuko. Ndio msichana aliitwa Kijabi. Tukamwacha huko. The following day asubuhi nikaambia auntie venye kulienda. Nikamwambia juu dadangu ameacha hospitali, mimi nitajaribu nifuate venye nitapata kazi tuwe tukijiendelesha kabla watoke hospitali. So the second day asubuhi saa 10 ndio niligongwa na gari. Na nikawa sasa niko paralyzed na nikawa niko hospitali. Na tangu wakati huo kumekimya hakuna sasa vita. Wakati walikushona mdomo. Vita yuko juu. Wakati nilipeleka hospitali yenyewe walinisaidia mpaka nikawa nimejijua. Alafu wakati nilikuja tu kutoka tu kwa hospitali wakaniachilia wote, hakuna hata moja huwa naongeaga na mimi. Kwa sababu wewe ulichokoza madhabahu na ukaenda hivyo, nakwambia uenda kawa watu ambao hawana uwezo. Wakati madhabahu ilijua unataka kuja kuingoa, ikakung'oa wewe. Umeelewa? Wewe sasa umeteuliwa in your family, you are the Moses of your family, but the approach to fight it ndio hujui, ndio imekuumiza. Sasa hiyo ndio lazima, hata kabla uanze hii biashara lazima tufanye kitu. Ndio hiyo kazi ambayo unaweza kuanzisha ifaulu bila madhabahu ya kwenu, kwa sababu utajiri wote unapatanga kutoka kwa madhabahu ya kwenu. Maana madhabahu ya kwenu inatumianga mahirisi na uchawi na uganga. Ukikubaliana na wao, mtembee na wao, kazi yako inakuwa mzuri. Ukianza kwenda sasa pande hii mingine kupigana, hatunataka kujua ni nini inafanyikaga kwetu, wewe na kazi yako. Sasa wanataka ukue upande ya kwao, msukume kududumu pamoja. Saizi wametulia, wako sawa. Lakini ukienda kuchokosa ndio itakupiga. If you go to the wrong person. Sisemi wahubiri ni wabaya, sisemi wahubiri hawawezi, lakini kila mtu ameitwa kivyake. Sawa? So ile kitu tutafanya kwanza ni kuvunja madhabahu hiyo ya kwenu. Ndio hata biashara ufaulu kufanya. Na kutoka hapo tutaendeleza ni kudeep. Kwenu ni kudeep, sio hivyo nafikiria. Wakati ulifika hapa nilikujua. You are so deep. You are so deep. Wewe kama ungekubaliana kuingia na wao, uko na uwezo wa kubadilika ukue nyoka. Hapa na utweka hivi. Ndio watu wengi kwenu walikuwa nakuja kwako. Si kila mtu alitaka kuja kwako. Si wewe ndio ulikuwa msaada wa kwenu. Si wewe ndio ulikuwa answer ya any question. Sasa wanakujaga kwako. Hawakuji. Because hiyo power ilishifutiwa ikaenda kwa mwingine. Kwa madhabahu. Tutaongea zaidi. Sijapata wakati wako mzuri, tutaongea zaidi. Acha kusweat. Uradhi gino. Kasukari kamepanda, kapuresha kamepanda mara moja. Leo ndio umeanza kufunguka. Because wewe ndio high priest wa familia. Wewe ile madhabahu utainua itawatoa wale pia. Babangu amekufa nikiwa nimemshika kwa mkono yangu. After that mamangu amekufa nikiwa nimemshika kwa mkono yangu. After 1 month bibi akatoroka na watoto wangu. Sasa shida ikaanzia hapo, ndio nimejaribu kujiuliza what is going on.
kajaribu kujitafuta, hii shida zinatokea wapi? Kuna pahali nilikaa vibaya na hawa wazazi, ndio nikawa sasa naanza kupata mashida ya kuporomoka kila wakati. Baada ya kujitafuta hivyo ndio mambo ikaanza kuanguka. Kwa sababu uliguza ambapo hapaguzagwi. Umenielewa? What can I do? You're in the right place. Thank you. Ndio umeona hata mimi nimekunyamazia mpaka ufike hapo sasa umefika. Singekuguza mpaka ufike hapo umefika. Sasa hizi si unaona kasitaka stories zako hata kukuona. Mpaka ufike. Sasa umefika. Sasa tunaweza kugea. Si ndio? Tunaweza panga na tunaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tuweze chekeni sadaka zenu. Mulete hapa. Leo mtanikabidhi kwa mkono wangu, maana nimezungumzia kitu kizito kidogo. Ya nini? Yake. Thanksgiving for what? Out. Yes. Leteni haraka. Time is not on our side. Ama amuna? Ngoja kidogo. Leteni haraka haraka. Hii madhudoni ilikuja lini? Shoma. Hii wiki tu inaisha. Hii madhudo ilikuja lini? Hii wiki tu kutoka Baba, katika jina la Yesu Kristo, I declare and decree total healing in Jesus name. Wacha baba. Toka kabisa. Kuja mulete hapa. In the mighty name of Jesus. Yes. Yes. Kama haujaitiwa hii kazi, utamshika maroho yote itakuja kwako. Kesho tutakutana naye akiwa hivi. The mighty name of Jesus. Fungwa yeye. Wacha yeye. Wacha huyo. Wacha. Wachai wanaona shosho. Toka kwake. Toka kwake. The mighty name of Jesus. Break every covenant. Break every power. Break every authority. Break every. Magonjwa yote toka. Beba mizigo ya shosho. Beba mimi. Beba mizigo yote. Beba mizigo. Ondoka. Beba mizigo yote. Beba mizigo yote. The mighty name of Jesus. Fungwa yeye. Fungwa yeye. Fungwa yeye. Fungwa. Loose the body, loose the spirit. You're free. Wow. Oh shit. You're healed in Jesus' name. Lete, ni ya nini? Ni ya nini? Ni ya nini? Nipatie jina. Madhabahu gani? Are you ready for that? Are you sure? Lete. Harakisha. Ya nini? Thank you. Ya nini? Thank you. Yesu ni victory,
chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambie adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, sitabahatika wewe. Yesu amenificha, niko chini ya mwamba. Ambie adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu amenificha, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu amenificha mimi, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambie adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu amenificha, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu niko chini ya mwamba.
niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, na mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Wambie adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Wambie adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Inua tu mikono yako miwili juu. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu yako, maana kuna kitu kinaenda kutendeka kutoka leo. Nimeregeshea brother yako the mantle. Yes. Ilikuwa imechukuliwa na 1,000 ndiyo ilitumika. So Mungu amemregeshea. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia wewe umefunguliwa. Umefunguliwa. Nimeona kitu inaandikwa visa. Kuna visa. Umekuwa plan kutembea nje? Hata I was invited. Yes. Imewekwa tiki. Usubiri, Mungu atakupatia direction. Things will zitajifungua. Sio wewe utangangana, usipush. Vitu zitasifungua, zitafungua. Na uko na favor. Kule unaenda kuna favor kubwa sana. Amen. Kuna kibali cha ajabu. Amen. Inua tu mikono yako nikuombee favor ya Mungu. Baba, fungua tu kinywa chako, nenda tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwema, Mungu wa kuumba mbingu na dunia, tumekuja hapa jioni hii kusema ni asante. Asante kwa mafundisho ambayo umetufundisha. Asante kwa neema ambayo umetupatia. Na kuomba tu kibali chako na kibali cha binadamu. Mahali tutaenda, chochote kwa tukifanya, hawa watoto wako wote wamekuja kwa sababu wanataka kibali chako na wanataka kibali cha binadamu. Chochote watakachokiguza uwapatie. Wamekubali, wamesema umeungama dhambi zao, wamekubali kukutumikia, kukufuata na kukaa kwa njia zako. Baba, kwa ishara yako tu, ishara tu yako, tuonyeshe tu kwa ishara, waonyeshe tu kwa ishara, wapatie hii nguvu, wapatie hii kibali. In Jesus name. In Jesus name. Every spirit ya kutoka kwenu, iwe ni mizimu, iwe ni uchawi, uganga, ama iwe ni maneno ambayo yanatokana na mapepo ya watu waliokufa, iwe ni Freemason, Illuminati, waganga na wachawi, right now as you've lifted your hands, inua tu mkono yako na ufunge macho yako. As you have lifted your hand, you are set free. Anything that is of generational curse from the family, from your mother, from your father, from your grandfather, from your grandmother, from generational people, ambao ni community, the family tree, the bloodline, the generational curses, right now zimeanza kuporomoka. Ndio hizo zinaporomoka. Ndio hizo zinaporomoka. Ndio hizo zinaporomoka. Zinaporomoka sasa. Zinaporomoka sasa. Zinaporomoka. Zinapromoka. Unatenganishwa na wachawi wa familia. Unatenganishwa na kazi za familia. Unatenganishwa na mizimu ya kwa baba yako. Unatenganishwa na mizimu ya mama yako. Unatenganishwa. Ndio hiyo inaondoka. Mikosi inaondoka. Nguvu za giza zinaondoka. Powers of darkness. Ndio hizo zinaondoka. You are now free. In the mighty name of Jesus Christ. Father, in the mighty name of Jesus, I want to thank you, Father, because of this gentleman. Alipatiwa kiapo cha Mungiki na akafungwa na vile viapo 21 ambavyo alifanyiwa. Na kutoka leo, maana mimi ndio nilikuwa kiongozi na mimi ndio nilivunja hiyo madhabahu ya Mungiki. Hivyo navunja madhabahu ya Mungiki ndani ya huyu mtoto. Out! Cloud! In the mighty name of Jesus Christ, you are free. You are free. You are free.
madhabahu ya michipi. Michipi yako, madhabahu ya mshipi. Sikuna wakati mulitishwa na Maina mpeleke michipi. Kwa ulipeleka? Fukua tu hivyo tu, imetosha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, walifungwa kupitia kwa handkerchief, michipi na hata nguo zao. Mikono yake ikafungwa na wachawi. Kisha waganga ambao wanafanya kazi na wao wakamfunga kupitia kwa vitu vya kiuganga na kiuchawi. Zote na sambaratisha na zifunja in Jesus name. Kazi yako imeregeshwa. Mwenye hizi ni nani? American people. Yako ni American people. America, abroad. Yes. It could be America, it could be Europe, but you are accepted. Yes. Who's the owner of this? Ni yako? Or is it a document? Is it photocopy ama ni original? Tuma nikato. Hivyo ziko kwa kompyuta? Yeah. Mungu amekufungua. Hakuna vita, hakuna silaha. Ninasambaratisha mipango yao yote. Agenda yote walio nayo ya kukuangamiza inarudi kwao in Jesus name. Oh yes. Nishike tu mkono wangu huu. Kuna mlango ulifunguliwa kwenu, ndio huu unatoka. Imeenda. Madhabahu yoyote iliyoinuliwa kwako kukugeuza wewe kuwa madhabahu kwa ajili ya familia, out! Mizimu, komi, uka, shosho, out! Oh yes. Salimia tu, shika mikono miwili. Sema, Yesu, Bwana wa Mungu, nikumbuke. Funga macho yako. Funga macho. Ndio nakuja. In Jesus name. 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 Nasikiaje sasa? Baka umefurahi, umesmile. Amesmile. Daddy, iko wapi ile Biblia inakuanga hapa? Ni ya Kiswahili ama ni ya nini? Ya Kikuyu. Kuna Biblia naonaga hapa. Iko wapi? Sio hiyo. Iko na cover ya black. Thank you. Niguo Ngai ni akurathima. Njira ciaku ciothe nĩ ciahingũka. Mami, nishike tu mkono wangu. Shika tu mkono. Na mikono miwili hapa. Yes. Maroho zote za kiusherati, the poverty, na nguvu za giza, na maanti na mashosho, out! You're free. Yes, mami, come. Wewe, may God deliver you from today. You're free. You're free. You're free. Iro toici ciakwa ngomari athuri ago na ngomi na miano inyuothe kuma umuthi uyu mutire na hinya iguru ya mutumia uyu. Out. There is power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is power.
the Lord. Healing, wonder working in the blood of the Lord Jesus. There is healing, wonder working in the precious blood of the Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is deliverance, wonder working deliverance in the blood of the Lord Jesus. There is deliverance, wonder working deliverance in the precious blood of the Lord. Thank you, Father. You are holy. Yes. You are the King. Yes. You are the Master. Hatuna Mungu mwingine. Huko mbingu umeketi kwenye kiti chako cha enzi. Umekanyagisha nyayo zako hapa duniani kwa ajili ya kubariki watoto wako. Wakumbuke kwa njia zote katika familia, katika hali ya mifuko zao. Wasikutane na laana ama mikosi. Wasifungiwe njia zao. Wasifungiwe kila kitu ambacho watakitaji kutoka kwako. Wakubali kwa njia ya kipekee. Wabariki kwa njia ya kipekee. Kumbuka nyumba zao, kumbuka familia, kumbuka watoto wao, kumbuka kazi zao. Naomba kibali kwao. Ninaomba kibali chako kwao. Ninaomba kibali pia cha binadamu. Wapate kibali cha ajabu. In Jesus' name we pray. Now, on Sunday, hizo maneno nimefundisha asubuhi na jioni. Tutafunja on Sunday. So I've given you time when you fanya research kabisa. Ukuje na dhabihu, Mungu atakuzungumzia ile dhabihu utapata. Na ukuje nayo on Sunday. Ni tutavunja madhabahu yote. Anything that has been operating in your life in a form of an altar, you will never hear it again. God is now setting people free to go and liberate more. God has chosen you. You are a chosen generation. And that's why God enabled you to come and sit down to hear this word, so that you can become a generation to help a generation. May God help you. May God guide you as you go home. May you receive the blessings of God. In whatever circumstance, in anywhere you go, kutoka kesho Jumatatu, miujiza ya kiajabu ajabu ikutane na wewe. Miujiza imeo inatokana mbinguni ipatane na wewe. Vibali vya kila aina vipatane na wewe. Ile ripoti ilikuwa imekuja mbaya imeondolewa katika jina la Yesu Kristo. Whatever they had said about you that was negative, from now it has become positive. Whatever they had said you're not going to make, you are going to make. On Tuesday it will be a confirmation of the greatness of God this week. On Wednesday you will start harvesting. On Thursday you will confirm the harvest. On Friday you will give thanks to God. Amen. May God of heaven remember you. In Jesus' name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Salimia mtu umwambie umebarikiwa. Amen. Amen isame. Amen isame. Amen isame jamani. Katika jina lake Yesu. Amen isame. Katika jina lake Yesu. Amen isame. Amen isame. Amen isame. Amen isame. Amen isame. Katika jina lake Yesu.